Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu wadau wa elimu ya nyota, leo nimekuja tena tuweze kufahamu mambo machache yanayohusiana na masuala ya nyota na masuala ya kiroho tuseme. Zamani wazee wetu walijua namna ya kulitumia jua, pamoja na kwamba walikuwa hawajui hizo kawakibu, walikuwa hawajui hizo longitude, walikuwa hawana elimu ya nyota kama ambavyo sasa hivi sisi tumeipa majina, kwa sababu tofauti ya sasa na zamani. Kwa leo tumeipa majina, yani tumeidentify rasmi, tumeipa majina ili tuweze kuielewa katika kusoma. Lakini wao zamani walikuwa wanaitumia elimu ya nyota pasina majina kama haya ambayo sisi tumezipa nyota. Nyota ya punda, si nyota ya kondoo, sijui jua linaitwa shamsi, sijui sani, lakini wao walijua jua ni jua, mwezi ni mwezi. Walikuwa wanajua kuna vipindi fulani vinafaa katika maombi yao ama katika mambo yao, ama katika kufanya ibada zao. Sasa leo nataka nizungumzie katika nyakati za jua. Jua lina nyakati tatu muhimu sana ambazo hata kinyota zinatambulika. Kuna ule wakati ambao jua linachomoza, kuna wakati wa jua la utosi. Jua linalochomoza pengine saa 12, saa 12 na nusu, kulingana na jiografia uliopo wewe. Wakati wa jua la utosi, tunaita Kiswahili jua la utosi, ni ule muda ambao wa masaa ya saa 7, saa 8, saa 9, jua kali, jua limesimama hivi, jua la utosi. Wakati wa tatu ni jua linapozama. Dakta, hapa ndio muhimu sana. Jua linapozama ni mahala muhimu sana, ni wakati muhimu sana. Hapa ndipo ambapo ninataka nikujuze kiasi fulani ambavyo wazee wetu walikuwa wakitumia katika mambo yao, na mambo yao yalikuwa yanakwenda vizuri kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Ni muhimu sana jua linapozama, linazama kwenye horizon, linaweka ule wekundu, basi ni muhimu sana ukafanya dua zako au ukafanya mambo yako ya kheri, unafusho lako ukachoma. Ni muda mzuri sana, lakini pia ni muda mzuri sana wa kuongea na mizimu. Yaani katika muda wa kuongea na mizimu, basi hasa ni muda ambao jua linapozama. Lakini pia ni muda wa kuongea na roho zote jua linapozama. Acha ule muda wa usiku saa 6, saa 7, saa 8, lakini kuna muda ambao jua linazama. Ni muda muhimu sana. Waliutumia wazee wetu katika kuongea na mizimu yao iliyotangulia, katika kusovu baadhi ya mambo, na Mwenyezi Mungu alikuwa akiwasikia, basi mambo yao yalikuwa yanakwenda vizuri. Sasa mimi nakushauri, kama mazingira yanakuruhusu, jua linapozama, tafuta fusho lako, iwe ubani, iwe udi. Hapa sasa bila kuangalia wewe ni nyota gani, unaweza ukatumia ubani, unaweza ukatumia udi, unaweza ukatumia mti wowote ambao ukiuchoma una harufu nzuri. Kwa mfano majani ya kifumbasi, kama umetwanga umepata unga wake, basi waweza ukautumia unga wake katika kuchoma jua linapozama. Unachomea wapi? Hapo ndipo unisikilize. Ni vizuri sana kama mazingira yatakuruhusu uchomee mlangoni, katika mlango wa nyumba yako. Sasa siku hizi tunaishi Kiswahili, kila kitu kinaonekana ni ushirikina, lakini mlango una mambo makubwa sana. Mlango wako una mambo makubwa sana. Kuna kheri, kuna shari pale. Una mambo makubwa sana. Sasa wewe usipotumia, mchawi anautumia mlango wako. Wewe utabaki kusema ni shiriki, lakini mchawi anautumia mlango wako kukuloga wewe. Sasa na wewe jifunze kuchoma mafusho mazuri katika mlango wako nyakati za jioni jua linapozama. Ni wakati mzuri sana huu, katika kuomba dua zako. Una mizimu inakusumbua, una vifungo vinakusumbua, basi choma mafusho yako pale. Nyakati hizo kinyota tumeziweka ni kuanzia saa 12 na nusu. Saa 12 na nusu. Sasa inategemea na jiografia ambayo uliopo wewe. Jua linapozama limebadilisha rangi muda ule, basi anza katika muda huo.
tia nia zako huku unachoma mafusho yako mpaka linazama linapotea. Wallahi, kitu muhimu sana hichi. Sasa kwa yule ambaye utaona ni shiriki, usifanye. Na shauri kwa wale ambao wanaweza wakafanya pasipo kumkufuru Mwenyezi Mungu. Lakini wewe unavyoona kwamba jambo hili ni shiriki, basi achana nalo. Lakini hivi ndivyo wazee wetu walikuwa wakitatua matatizo yao makubwa makubwa, mambo makubwa. Mlango una siri kubwa sana, mlango wako una siri kubwa mno. Wewe utaacha kuutumia, lakini mtu mbaya anakuja kuutumia. Kabla wewe hujatoka ukakutana na ajali, ulitoka kwenye mlango wako. Kabla hujatoka ukakutane na riski, ulitoka katika mlango wako, ulipita pale. Unaweza ukamkaribisha mgeni lakini ikawa ni shida, ikawa ni changamoto. Kapita katika mlango wako. Basi mlango una maana kubwa sana kiroho. Pendelea kuchoma mafusho mazuri jua linapozama. Limeshabadilisha rangi, limeweka kama wekundu fulani. Yani limekuwa sio lile jua kali, jua ambalo unaweza ukasimama ukatoka nje na lisikuathiri sana. Sio jua kali, sio saa 10. Jua la saa 10 ni kali. Basi ile pengine saa 12 kuelekea saa 12, saa 12:30 jua limeshapoa. Basi tia nia zako mpaka jua linavozama huko mlangoni pale, mpaka linaingiza ugiza. Jambo zuri sana. Wazee wetu walikuwa wakitumia nyakati hizo na mambo yao yalikuwa yakienda inshallah. Tunacholilia wengi ni kupunguza changamoto, kupunguza matatizo. Mafanikio yanakuja yenyewe. Huwezi ukaa unafata barabara ya mafanikio ili hali una matatizo makubwa yanakufuata nyuma. Huwezi kuyapata mafanikio ya namna hiyo. Na wazee wetu walikuwa wakifanya dua hizo, wakifanya mambo yao, wakifanya na kazi, wakilima, wakipata, wakiwinda, wanapata, wanafanya shughuli mbalimbali za misimu na walikuwa wanapata, maisha yao yanakwenda. Basi kama ambavyo leo tuna shughuli mbalimbali, tunashipilika mbalimbali, basi katika milango yetu ina mambo mawili, aidha kuingiza riski ama kuingiza baraa. Sasa ni muhimu sana katika mlango wako kufanya dua ama kufanya manuizi pale jua linapozama. Lakini pia ipo elimu mahususi kabisa kuhusiana na mlango wako. Hata kama riski imefunga kwa kiasi kikubwa sana, hata kama riski inakusumbua kwa kiasi kikubwa sana, hata kama una balaa aina yoyote. Saa nyingine watu wanapata shida ndani, kuna shida ya uzazi, uzazi haupatikani, kumbe shida ipo mlangoni, lakini mtu afahamu kuna majini wanakaa mlangoni. Sasa wewe unaitaka kutoa shida katika mji wako, katika nyota yako, katika mambo yako, unataka kufungua vifungo kwa elimu zaidi, basi tutafute tuweze kukujuza zaidi, tukupe maelezo ya nini cha kufanya katika mlango wako zaidi. Jaribu kwanza hilo nilokueleza. Utakapoona bado, basi uweze kututafuta tuweze kukujuza elimu zaidi katika mlango wako. Nini unaweza kufanya katika mlango wako? Ni kitu muhimu sana. Mtu yote unayekutana naye barabarani amepita katika mlango wake. Eza nyumba ni yake lakini si yake, amepita katika mlango. Yoyote anafanya mazuri, anafanya mabaya, kapita katika mlango. Sasa mlango kiroho una siri kubwa sana. Siri yake ni kubwa sana. Basi kwa wale ambao mtahitaji elimu zaidi ya kuhusiana na mlango wako ili upunguze baadhi ya changamoto nyingi zinazokusumbua. Yawezekana unakwenda kwa mganga, unaoga dawa, unakuwa nyota yako safi, lakini mambo bado. Unapewa dawa, unakoga, lakini mambo bado. Unafanya mambo yako lakini bado. Huu mlango umefanya nini? Basi iko elimu zaidi. Si lazima kuchimbia kitu, wala hata si lazima. Ila iko elimu zaidi. Kama unataka kujua elimu zaidi, basi wasiliana na sisi ili tuweze kukujuza na uweze kufahamu unafanyeje katika hiyo siri ya mlango wa nyumba yako ama chumba chako unachoishi. Si lazima iwe nyumba yako kwa kuimiliki. Yawezekana umepanga, ni chumba unakimiliki. Sasa kwa muda ule ni mlango wako, kwa sababu kuna roho wako pale. Yaani pale ule mlango una nguvu yako ya kiroho. Ni kitu muhimu sana hichi, ndugu zangu. Basi karibuni sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.